Karibu Siwa TZ. Hii ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu nzuri ya Kivuli Kilichonipenda. Sasa tuendelee tulipoishia. Taa za barabarani zikazima zote kwa mpigo, na katika giza lile nilihisi kitu nyuma yangu kikinitazama. Sio yeye, bali nilihisi ni kitu chengine kinanitazama. Giza liliponimeza, nilisimama bila kupumua. Nilihisi baridi ikipanda mgongoni, kama mkono mwembamba wa barafu ukinipapasa uti wa mgongo. Niligeuka polepole. Hakukuwa na mtu. Zara alisimama mbele yangu, macho yake yakimetameta kama yalikuwa yamezoea giza kuliko nuru. Akaninongoneza kwa kuniuliza, "Unasikia?" Nikamjibu kwa sauti yangu yenye uoga na kutetemeka, "Hapana, sisikii chochote. Kwani wewe unasikia nini?" Akasema, "Hatua zako zimekuwa nyepesi, lakini mzigo wako umeongezeka." Nilitaka kumkimbia, lakini miguu yangu ilikataa. Upepo ulivuma tena, ukabeba sauti ya bahari mbali, ingawa nilikuwa katikati ya mtaa. Taa zikiwa zimezimika, vivuli vilianza kuishi, vilirefuka, vikajikunjua, na kimoja kikaanza kunifuata kwa kuchelewa kidogo, kama kilikuwa kinajifunza kunikopi. Nikamuita Zara kwa sauti ya maombi, "Ulichomaanisha ni nini? Au ulinipenda vibaya kivipi?" Alitabasamu, tabasamu lisilo na joto. Kisha akasema, "Upendo haukuniua, lakini upendo uliniondoa." Ghafla nilisikia hatua nyuma yangu, nzito, zenye subra. Nilihisi pumzi shingoni mwangu, sio ya mwanadamu. Kivuli changu kiliteleza ukutani, kikasimama, kisha kikageuka kunitazama. Macho yake hayakuwa na mwanga, lakini yalijua jina langu. Zahara akanionya, "Usigeuke. Ukigeuka utajiona ukiwa umekamilika." "Ulikuwa mwanadamu," nilimkumbusha huku nikimeza mate kwa woga. "Na je, kwa sasa wewe ni nani?" Zahara akasema, "Sasa mimi ni ahadi, na ahadi hutafuta mwenyeji." Hatua zilisimama nyuma yangu, kimya kikawa zito. Ndipo nikasikia sauti ya jirani mzee ikivuma mbali kama ndoto inayovuja, "Ukipungua kiroho, kivuli hutafuta mwili." Nilikusanya ujasiri, nikachukua hatua 3 mbele, kivuli changu kikachukua hatua 2. Zahara akanyosha mkono uliopita ndani ya kifua changu, bila damu, lakini kwa maumivu makali kuliko kisu. Nuru ndogo ikawaka kwenye kifundo cha mkono wangu, alama ambayo sikuwahi kuona. Alama ile ikapiga kama mapigo ya moyo. Zahara akasema kwa upole wa kutisha, "Imeshaanza. Sasa chagua." Nikamuuliza huku nikiwa natetemeka kwa hofu, "Nichague nini?" Kabla hajajibu, nikapiga kelele. Taa moja ya barabarani ikawaka ghafla. Ni mwisho wa sehemu ya 3. Tukutane tena sehemu inayofuata. Asante. Usikose simulizi hizi kali. Hakikisha unanifuatilia hapa YouTube Siwa TZ, TikTok Siwa TZ. Follow kwa simulizi kali zaidi. Comment kama unataka sehemu ya 4. Like kama hii simulizi imekuvutia au kukutisha. Usisahau kusubscribe na kushare kwa wengine.